Kwenye bajeti hiyo hiyo wanayoijadili wametenga shilingi trilioni 1 kwa ajili ya safari za viongozi. Yani fikiria watu ujinga wa kiwango walionacho. Yani unapitisha bajeti ina shilingi trilioni 1 kwa ajili ya usafiri wa viongozi. Miongoni mwa hizo safari ndio zile unaona Mwigulu Nchemba anafanya, anaenda eti anakaa, watu wanakuja kumletea matatizo. Mimi nimefukuzwa na mme wangu. Mwingine anakuja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuja na mbuzi kukupa zawadi ikafungwa pale, lakini naona imeibiwa, lakini mimi nimepigwa mimba na mtu ameniterekeza. Hiyo mimba ulilazimishwa mamangu, si wewe mwenyewe ulienda kulala hapo. Lakini cha pili, tuna watu wanaitwa ustawi wa jamii, si ndio? Wako kila wilaya. Hao maafisa ustawi wa jamii wanafanya nini? Mkurugenzi nini? Waziri mkuu anasafiri na msafara wa magari 30, polisi, barabara zinafungwa, shughuli za uzalishaji hazifanyiki, magari yanawekwa mafuta, watu wanalipwa posho. Ukiona msafara wa waziri mkuu mmoja ni zaidi ya milioni 300-400 imetumika kwa siku kwa eneo moja. Alafu eti anaenda kutatua matatizo ya ndoa. Zimetengwa trilioni 1. Sasa nikisema trilioni 1 sio kama mtanielewa. Iko hivi. Tulieni. Iko hivi. Trilioni 1 ni bilioni 1000. Trilioni 1 ni bilioni ngapi? Sasa bilioni 1 yenyewe unaijua? Bilioni 1 ambazo ziko kwenye trilioni ziwe 1000. Hiyo bilioni yenyewe ni milioni 1000. Yaani hivi, uhesabu shilingi 1, 2, 3, 4, 5 ziwe 10, 10, 20, 30 ziwe laki, laki 1, 2, 3 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 4, 5 ziwe 10, 10, 20, 30 100, 100, 200, 300, 400 mpaka 1000. Yaani milioni 100 zile ziwe mafungu 10, yani ziwe 1000. Yani milioni 100 ziwe 1000. Sio kama mnanielewa? Ndio bilioni 1. Mnanielewa vizuri? Hiyo bilioni ni milioni 1000. Tunaelewana vizuri? Yani milioni 100 ziwe mafungu 10 ndio bilioni. Sasa kwenye bilioni, kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1000 tena. Yani zile 1000 na zenyewe mara 1000 ndio trilioni 1. Barabara ya rami hizi za mjini hizi, kilomita 1 ni shilingi milioni 500 mpaka 600. Hizi za mjini hizi wanazojenga hizi ambazo ukipiga teke hivi zinaruka vumbi kule, hizo za kawaida hizo. Barabara ya kiwango cha juu ambao kama inayojengwa na Marekani na USAID, kilomita 1 ni bilioni 1, yani milioni 1000. Kwa hiyo trilioni 1 ni kilomita 1000 za barabara ya rami. Yani ni barabara ya kutoka Songea mpaka Dar es Salaam, sio kama hiyo mnayopita mkeka kama anaojenga Marekani. Wametenga kwa ajili ya mwaka mmoja tu safari za viongozi. Arafu hizo ni pesa zako zitachukuliwa kwenye pembejeo, zitachukuliwa kwenye tairi ya bodaboda, zitachukuliwa si kwenye nini, zinaenda kufanya huo ujinga. Arafu eti mbunge anasimama anasema tena uchajiwe shilingi, yani ukishaendesha bodaboda badala upate hela ya kununulia mtoto wako sabuni au tunze ulipe kodi, uwe unawapa kila siku shilingi 1000. Sasa ndugu zangu, hata hizi kazi za bodaboda mnazofanya, sio kwamba hakuna ajira nyingine za kufanya. Lakini unakuaje na ajira katika nchi ambayo hata toothpick za kutolea nyama kwenye meno unaagiza kutoka China? Tairi ya bodaboda, mimi nimekuwa, baba yangu alikuwa na Rover, matairi ya gari ya General Tires tunanunua kutoka Arusha. Unajua maana yake ni nini? Kwamba leo kiwanda kikijengwa hapa cha tairi za bodaboda, hicho kiwanda kitakuajiri wewe. Na kiwandani ndugu zangu ndio anaajiriwa mtu mwenye elimu na asiyekuwa na elimu.
Kiwandani ataajiriwa injinia, ataajiriwa afisa uajiri. Kiwandani atakuwepo na mbeba mzigo, huyo anahitaji elimu. Kiwandani atakuwa na mama ntilia na wauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula. Kwa hiyo kiwanda kinaajiri kila mtu. Sasa kiwanda cha tairi ya bodaboda kikijengwa Songea, maana yake tairi kisha Tarime, pesa itakuja Songea kufata tairi. Mnanisikiliza vizuri? Itatoka Tarime itakuja Songea, watakulipa wewe mfanyakazi wa kiwanda. Wewe ukipata hiyo pesa utanunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama atanunua kitanda kwa huyu fundi anayejenga kitanda. Huyu atamwagiza bodaboda amletee ubao mwingine. Bodaboda atapanga kwa yule bosi pale. Yule atanunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Pesa itazunguka miongoni mwenu. Leo kama tairi inaisha hapa, pesa inatoka hapa inaenda China, inakwenda kutengeneza ajira wapi? Mtoto wako atapataje ajira? Kama tomato sauce, mnalima nyanya zinaharibika hapa kila siku. Alafu tunaenda kwenye hoteli tunakuta tomato sauce ya inaitwa ketchup, tomato ketchup kutoka Marekani. Yaani sisi hatuwezi kusindika nyanya. Hivi mnanielewa nyie? Tukisema hao watu hawana ubongo tunakosea. Ndio maana tunataka katiba mpya itakayoruhusu tupate siasa safi na uongozi bora. Tuweke viongozi madarakani ambao kwa miaka 5 watabadilisha nchi hii na kila mtu ataishi kwa raha na mstarehe. Nani wangapi mko tayari kutunga mkono kwenye mapambano haya? Wote mko tayari? Wote mko tayari? Wote mko tayari? Mjiunge na chama. Mjenge chama hiki. Kipokeeni. Muombeeni Lissu. Kiombeeni chama chetu. Kipiganieni. Tutabadilisha nchi hii. Nchi hii sio ya vifamilia viwili vitatu, ni nchi yetu sote. Mtoto wa Samia anaposoma anastahili na mtoto wako kusoma. Haiwezekani, mama zangu hebu sikiliza. Hivi inawezekanaje mtoto anayesoma shule hii alafu ashindane na mtoto wa Heche anayesoma kwenye international school? Wapewe mtihani aina moja. Inawezekana kweli? Utafikiri mtoto wako hana akili, kumbe ni namna alivyofundishwa. Hizi shule hizi, mama yake Juma anapika ugali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma anavuna mahindi. Maswali, baba yake Juma alikuwa anavuna nini? A, mahindi. B, mchicha. Akiweka A mahindi tiki. Mama yake Juma alikuwa anapika nini? Pilau, wali. Akiweka ugali tiki. Alafu wazungu watoto wenu wanafundishwa hayo maneno. Wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba makaa ya mawe yenu waondoke nayo. Meraniwa nyie. Alafu mnapiga makofi. Tutabadilisha elimu ya nchi hii. Elimu itakuwa ni kwa ajili ya self reliance, kwa ajili ya kuwapa ujuzi wa kumiliki rasilimali zetu. Elimu itakuwa ni kwa ajili ya transformation, kwa ajili ya kufanya watu wetu wawe na uwezo wa kuhoji, kudadisi na kusimamia nchi yao. Ndio elimu Chadema tutakayoileta. Tupeni nchi hii. Tunawashukuru sana. Tunawapenda sana. Asanteni kwa kuja. Against all odds, wazungu wanasema. Licha ya vitisho, licha ya manyanyaso, mmejitokeza kwa wingi. Asanteni sana Songea. Tunamtaka Lissu nje. It's too much. Huyu mama huyu anamwonea Lissu. Na nilisema mwanzo, atakayeleta mabadiliko sio lazima atoke kwenye upinzani. Hapo Angola hapo, Rais Dos Santos alikaa madarakani kwa miaka mingi, akaiba, akatesa watu. Alipokuwa anatoka madarakani kwa miaka 40 aliyokaa, akasema mimi siamini mtu yoyote mpaka mimi mniruhusu kuteua mtu. Wakamwambia sawa, teua. Akamteua mtu anayemwamini. Kama huyu mama anavyojiandaa kwamba atateua mtu anayemwamini. Akamteua, akasema pamoja na yote mimi nibaki hata kama sio rais, lakini niruhusiwe mimi ndio niwe nateua mkuu wa majeshi. Wakamwambia sawa, ili mradi tuwe toka. Mimi niwe nateua mkurugenzi wa usalama. Wakamwambia sawa. Alipotoka tu madarakani, watu wakabadili sheria, wakabadilisha mambo, wakashughulika na watoto wake. Mzee akafa. Mtoto wake mmoja akakamatwa, akashtakiwa, akafia gerezani.
Yule binti aliyekuwa ameiba hela za mafuta akaruka, utajiri wake ukasiziwa, hawezi kukanyaga hata Angora hapo. Tunawaambia hawa wanaoonea watu na kijana anayejigeuza kwamba yeye ndio kiongozi wa nchi hii, wanaamrisha watu wauawe, watu watekwe. Polepole ametekwa. Mnateuana kwa upendeleo katika matatizo makubwa haya. Eti wewe umejiweka kuwa rais, alafu unamteua mkwe wako kuwa waziri, na mtoto wako anakuwa naibu waziri. Hata aibu. Tukisema haya wanasema tunasema hapo nimekosea nini sasa kwa kusema haya? Huu ni ukweli tu. Huu ni ukweli tu. Nisipousema mimi, mawe yatazungumza. Tena bora mimi Heche naye sema hadharani. Kuna wengine wananong'ona kwa sababu ya uoga, kwa sababu hawapendi. Nchi ya watu milioni 65. Ina maana familia ya Samia tu ndio ina akili, sio? Mama raisi, mkwe, waziri, mtoto wake, yani mke wa Mchengerwa. Sasa hata huyo mtoto akikosea unaweza kumwajibisha? Ndio maana tuko kwenye matatizo kwa sababu ya nepotism. Ukisoma katiba yenyewe inasema sitatumia cheo changu, zinaitwa ahadi za mwanatano, sio ahadi za CCM. Matano inasema sitatumia cheo changu wala mamlaka yangu kwa manufaa yangu na watu wa karibu yangu. Sasa huyo kwamba ni vigezo kwa sababu wao wamesoma vizuri sana nepotism, upendeleo. Mtoto wa si wa mama mdogo, si wa wilaya, sasa atateuliwa na yeye atatumwa na mjukuu wako atatumwa. Kama hatutabadilisha hali hii, lazima tuibadilishe. Kwa ndugu zangu Songea, najua kuna matatizo mengi. Nimeelezwa masuala ya pembejeo. Leo mbolea kilo 50 zaidi ya shilingi 100,000. Uongo kweli? Hapa kusini kuna kiwanda ambacho kilikuwa kijengwa hapa cha kuzalisha mbolea. Wanachohitaji ni mkataba wa gesi, wahakikishiwe kwamba watapewa gesi ya Tanzania ili wazalishe mbolea hapa Tanzania, mbolea ishuke bei, mpate mbolea kwa bei rahisi. Lakini kwa sababu nchi hii inaendeshwa na magenge, cartels, wanajua kiwanda kikiwa hapa hatutaweza kuagiza mbolea kutoka Russia. Kwa hiyo tukatae kiwanda, tuwanyime hawa kiwanda gesi ili tuagize mbolea, tujitajirishe. Sasa leo mnauziwa mbolea shilingi 100,000 na 110,000. Alafu kilo ya mahindi shilingi 320. 300 kamili. Sasa hiyo ni serikali inalenga kukuondoa kwenye umaskini wewe? Hiyo ni serikali inalenga kukuondoa kwenye umaskini? Haya. Ukizalisha tu mahindi, umelima mwenyewe, umepalilia mwenyewe, dawa ukitoka tu shambani, geti, ushuru. Uongo kweli? Ushuru. Haya, ukitoka pale kwenye ushuru, nimeambiwa kwa mfano soya, ambayo ningewasaidia nyie kupata warau kipato. Soya ni kama bangi hapa. Uongo kweli? Soya yako mwenyewe umelima, umevuna mwenyewe, kwa sababu China wanataka soya kwa wingi. Unapeleka pale, wao wanaenda wanauza, alafu wanachukua zile fedha, wanaziweka labda kwenye fixed account, zikisha wapa faida, wanakuja kukulipa muda wanaotaka wewe. Wananchi mkikataa, hilo ni tatizo. Sasa hii ni nchi gani? Haya mambo yana utofauti gani na yale mambo ambayo Chifu Songea aliyapigania kwa sababu ya manyanyaso kama haya? Chifu Songea Mbano alipigana kwa sababu ya unyanyasaji kama huu
unaoendelea na serikali ya CCM. Bora hata wakoloni wazungu walikuwa wanajenga miundombinu inayoeleweka. Leo wanajenga barabara ya rami, ukipiga teke hivi inasimama vumbi. Hebu fikiria hivi. Fikiria tu hiki kitu. Mimi nilikuwa naangalia kwenye TV eti mtu anaitwa mbunge eti wa Mbeya mjini amependekeza hivi, bodaboda na machinga sio maskini. Kwa hiyo kila siku bodaboda, ukiendesha bodaboda yako unachangia shilingi 1000 na machinga achangia shilingi 1000 kwa ajili ya kujenga barabara. Fikiria, yani mtu anayelala anafikiria wazo la mavi kwa kiwango hicho. Hilo wazo la mavi sio la mavi. Hicho kitu kinatapaswa kuwa chooni, kwa sababu hata huwezi kusema ni uhuru wa kujieleza. Ni ujinga tupu. Yani huyu bodaboda akinunua bodaboda kuna kodi, akinunua tairi kuna kodi, akinunua petroli ya kuweka kwenye bodaboda kuna kodi 17 kwenye petroli. Kwenye kila lita moja ya petroli unayonunua kuna kodi 17. Kuna kitu kinaitwa demurrage cost, evaporation fee, kuna kitu kinaitwa railway levy, kuna kitu kinaitwa kodi 17. Bei ya petroli mpaka kufika bandarini pale Dar es Salaam inakuwa ni chini ya shilingi 1000 na kitu kwa lita. Wewe unainunua shilingi ngapi? 4000. Nyingine zote hizo kodi unalipa, hizo kodi zinaibiwa.